Mtume Paulo alianza maisha yake kama Mwebrania mwaminifu. Tukisoma Galatia 1:13 pale anasema ya kwamba yeye amekuwa Mwebrania wa Waebrania, lakini amesoma shule za Gamalieli, amekuwa mwaminifu zealous katika dini yao, lakini mwisho wa siku anaenda kuanza kufanyaje? Kukamata watakatifu na kuanza kuwaua. Bwana Yesu asifiwe sana. Miaka kadhaa Mtume Paulo anaandika ya kwamba hapana dhambi iliyo mbaya kama dhambi ya uzinzi, lakini bila na shaka na mimi ninaamini, maana Yesu akasema, Biblia inasema hivi, usiue. Maana yake pia hapana dhambi iliyo nyepesi kama dhambi ya kuua. Hallelujah. This body was a killer. Lakini Mungu anasema kwamba huyu hakuzaliwa awe muuaji. Pengine hajachua wito wake uko wapi. Kama jamii mzunguka haijui na mtumia kwenye maeneo ambayo sio sahihi, inataka Bwana amwite sasa, amposition eneo ambayo ni sahihi. Anamwambia Anania, nenda mtie mkono huyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu gani? Mungu akituona kama sisi ni vyombo viteule, alafu tukaamini ni vyombo viteule, tukaacha kujidharau, tukaacha kujibeza, kila mtu akasimama mahali pake, mahali palipobomoka, akafanya yale ambayo Mungu anataka yafanye, kanisa litainuka, litaimarika, kanisa litasonga mbele. Bwana Yesu asifiwe sana. Huduma hii haiwezi kwenda kwa nguvu ya mtu mmoja, inaenda kwa nguvu ya pamoja. Tunashirikiana kwa pamoja. Bwana asifiwe sana. Lakini unashirikianaje kama wewe sio chombo kiteule? Haleluya. Mungu haangalii una kigugumizi kiasi gani. Anajua wewe ni chombo kiteule. Musa anamwambia mimi na kigugumizi. Mungu anamwambia wewe ni chombo changu, nimekuita, unaweza kufanya makubwa mahali hapa. Haleluya. Yeremia anadai yeye ni mtoto mdogo. Mungu anamwambia sikiliza, achana na utoto mdogo, mimi nitaweka neno ndani yako, utaenda utazungumza. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kanisa la Bwana inuka kama vyombo viteule vya Bwana. Haleluya. Mwenyekiti wa kina baba inuka kama chombo kiteule. Haleluya. Mwenyekiti wa kina mama inuka kama chombo kiteule. Haleluya. Mwenyekiti wa vijana inuka kama chombo kiteule. Haleluya. Alafu isongeshe kazi ya Bwana. Pamoja tunatainuka, tutasonga mbele, utaona mkono wa Bwana. Haleluya. Anania anamtazamo kama wa kwetu, anamtazamo kama watu wengine, anautazamo kama unavyojiona. Umejipa majina, umejidharaulisha. Mahali popote ambapo Mungu amekuposition, iwe ni engineering, wewe ni chombo kiteule hilo eneo. Kwa sababu wewe ni Mkristo, umempokea Yesu. Bwana asifiwe sana. Umempokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Akisha kumpokea, anakufanya uwe chombo kiteule utakayepeleka jina la Kristo mbele. Hivyo ulivyo kwa nafasi yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Mpigie Yesu makofi. Haleluya. Elia anadhani amebaki nabii peke yake, yuko polini msituni, anamwambia Mungu, hata hivyo nimebaki nabii peke yangu mwaminifu, wengine hawapo. Mungu anamwambia nikikuondoa wewe, kuna watu 700 na wajua. Bwana anataka tusitembee katika udhaifu. Anataka urekebishe mapungufu na madhaifu, kwa sababu tu kwamba ndani yako kuna chombo, wewe ni chombo cha Bwana. Kuna vitu viko ndani Mungu anataka vitumie vizuri kwa jina la sura haya. Neno hili kwa mara ya kwanza kwenye Biblia limetajwa kwenye hiyo sura ya Matendo Mitume sura ya 9. Mitume walimuogopa Paulo. Wakaona huyu jamaa ni katili, walianza kukimbia. Lakini Mungu anawahakikisha hicho ni chombo changu, ambatana naye, I will change him. Bwana Yesu asifiwe sana. Nitamtumia, nitambariki, na dunia kupitia yeye itabadilika. Leo tunaongea story kwa sababu Paulo alikubali awe ni chombo cha Bwana kweli kweli. Akakubali ya kwamba yeye ni chombo kiteule. Alipostiki pale akasema ndio, zamani nalilitesa kanisa ndio, lakini sasa mimi nimekubali kumtumikia Yesu Kristo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiitwa na Bwana wewe ni chombo kiteule,
unaweza ukapata nafasi ukakaa chini ukaanza kumuuliza Baba, nifanyeje? Unataka niende namna gani? Unataka nisimame kiasi gani? Haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana. Shida ni kwamba kanisa tunataka tutue moyo kwenye eneo la baraka, lakini hatujui chanzo cha baraka kwanza kiko kwenye kujitoa kwa ajili yake. Sehemu kubwa sana ya baraka inatokana na kujitoa kwa ajili ya Mungu. Sehemu kubwa sana ya Mungu kukuinua imefungwa sana kwenye kujitoa kwako. Unavyomtumikia Mungu, anasema ni afadhali ndugu wakakaa pamoja tena kwa umoja, wakatembea pamoja wakiwa wamenia mamoja ili kufikia lengo moja. Mitume wakabaki wakakutana kwa moyo mmoja, kwa kusudi moja na dhumuni moja, na kanisa likazidi kuongezeka. Bwana asifiwe sana. Haleluya, watu wa Mungu. Lilipoongezeka, maajabu na miujiza ilitendeka. Haielezwi kwamba miujiza ilitendeka kwa sababu kuna mtu mmoja anaitwa Petro alikuwa anaomba. Biblia inasema kwa sababu walikaa pamoja, wakania pamoja, wakatenda kazi pamoja. Bwana asifiwe sana. Hiyo inawezekana tu watu wakiamini yeye hapo alipo kwanza ni chombo kiteule cha Bwana. Bwana asifiwe sana. Shida kubwa iko kwenye kuamini. Kumekuwa na shida kwenye kuamini. Kumekuwa na shida kwenye kuaminiana. Kumekuwa na shida kwenye kuamini ya kwamba yeye ni chombo kiteule cha Bwana. Lakini pia kumekuwa na shida mpaka wakati mwingine kumkosoa Mungu. Akiamua, wewe unasema hapana, huyu sio Mungu tena. Who is that? Ni nani? Bwana Yesu asifiwe sana. Ni nani? Nani anayelijua kanisa lake zaidi ya yeye? Ni yeye. Nani anayelipenda kanisa lake? Ni yeye. Bwana asifiwe sana. Mtu anaweza akaanza kubomoa kitu cha kwake mwenyewe, alafu kesho amekaa kwenye mti ule ule, anaukata, alafu amekaa kwenye tawi lile lile. Bwana hataki hayo. Haleluya. Amen. Nataka nikufundisha siri ya kubarikiwa. Kwanza, kubali kwenye hiyo engo. Ukikubali kwenye hiyo engo, kuna vitu hautaamrishwa, kuna vitu hautafuatwa. Utawarahisishia viongozi wako, utawapa afadhali kwa sababu utajiendesha na kujiongoza mwenyewe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ni kama Mungu atakufunulia, nenda ukafanya hiki, utakifanya kwa dhamira ya kutoka ndani. Kwa nini? Utaamini na mtumikia Mungu. Si mtumikia wanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Utajua nimesimama katika hii madhabahu. Bwana asifiwe sana. Nampenda rafiki yangu mmoja akaandika somo juzi, nikalipitia. Anasema kwamba Wakristo wengi sana inapokuja kwenye madhabahu wanaangalia hapa palipoinuka, wanashindwa kuelewa kwamba madhabahu ni yule mtu anayesimama pala kuhudumia. Ndiyo madhabahu. Maana Biblia inasema hivi ya kwamba miili yenu imekuwa hekalu la Bwana. Na kama miili ni hekalu la Bwana, maana yake ndani ya mwili wa mtumishi ndipo palipo na madhabahu. Ukizarau madhabahu alafu kaishimu madhabahu ambayo imeonekana kwa macho ya nyama, you are nothing. Unafanya nothing. Hufanye kitu. Hutafuti baraka. Unatafuta matatizo. Unatafuta shida. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hii ndio ilimpata Biliam. Biliam anamhoja, anamwambia Musa, hivyo wengine hatuna Mungu, wewe ndio Mungu anasema na wewe kila wakati. Mbona na sisi tunajua kuomba? Mungu akasikia kutoka mbinguni, anakuja anamwambia, sikiliza, akiwepo nabii mahali hapa, mimi nitazungumza naye kwa ndoto na maono, lakini kwa mtumishi wangu Musa, kwa sababu yeye anabeba madhabahu moja kwa moja, yeye nitasema naye kwa maneno ana kwa ana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Kama ulikuwa na tendency ya kukejeli, kudharau, kupuuza, Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wako wapi, liko wapi kanisa ambalo linapiga magoti kumwombea mtumishi? Baba, mbadilishe, mwinue, mtumie, mfunulie, msaidie. Haleluya. Leo tuna watu wanasema ya kwamba bado Mungu hujapiga. Yaani badala ya kuomba anaanza hujakomesha bado. Bwana atusaidie sana. Amen.
wewe ni chombo cha Bwana. Kikitamka kitu, wakati mwingine hicho kitu kinaweza kikaubika. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kuna mahali fulani nilikuwa namwambia, kitu chochote kinatakaswa na nafsi ya mtu. Nafsi ya mtu ikiwa imefunga juu ya jambo fulani, inasababisha mateso badala ya baraka. Haleluya. Nafsi yako, kwa sababu inasema aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo, yani ndicho anachotoa. Na Petro anasema hiki ndicho nilicho nacho, kwamba kwa jina la Yesu inuka, maana mimi fedha na dhahabu sina. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana wewe ni chombo cha Bwana. Sasa ukiitwa chombo cha Bwana, namna gani huyo Mungu anakutumia? Ukiomba yatatokea. Mpe Yesu makofi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Piga Yesu makofi. Haleluya. Tutaenda kuinuka. Haleluya. Tutainuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaenda kumpiga ibilisi kama hajawahi kupigwa tena. Tunaenda kumpiga ibilisi kama hajawahi kupigwa tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndivyo tu Mungu alichokuwa anakitaka. Watu wa mataifa walikosa mtu wa karibu anayeweza kawaendea. Bwana akaona sasa, kwa sababu Petro, kwa sababu sijui Marko, kwa sababu Mathayo wako bize na Yerusalemu, wacha nikuinulie mtu anaitwa mtume Paulo. Wakasema huyu jamaa hapana, huyu amekuwa akitupiga mno. Akasema huyo mimi nina uwezo wa kumbadilisha, mimi naweza nikamtumia nipendavyo, maana ni chombo changu sasa kiteula. Haleluya. Mwingine, wapo watu wanasema nataka niwe mimi kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Sawa tu. Omba, unaruhusiwa kuomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu Mungu hana nini? Hana upendeleo. Mungu hana nini? Hana upendeleo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nataka tusonge mbele. Mwambie mwenzako anataka tusonge mbele. Mchungaji anataka tusonge mbele. Mchungaji anataka tusonge mbele. Nataka tutishe kwa jina la Yesu hai. Sikiliza, nisomee kitabu cha Matendo ya Mitume sura 13. Mstari wa 1 hadi wa 3. Kitabu cha Matendo ya Mitume. Ibyakozwe n'intumwa. Kitabu cha sura ya 13 mstari wa 1 na hadi wa 3. Matendo ya Mitume sura ya 13. Yes. Mstari wa 1 na wa 3. Biblia inasema. Na huko Antiokia, take that, sikiliza hiyo kitu. Na huko Antiokia katika kanisa kulikuwako lililokuwako palikuwa na manabii na walimu. Yes. Nao ni Barnaba na Simeoni aitwaye Niger. Palikuwa na manabii na walimu. Nao ni Barnaba, Simeoni aitwaye Niger. Na Lukio Mkirene. Na Manaeni aliyekuwa ndugu wa kunyonya. Wa mfalme Herode. Na Sauli. Basi hawa walipokuwa hapo wakimfanyia Bwana ibada, wale manabii na walimu kwa pamoja walipokuwa kumfanyia Mungu ibada na kufunga, Roho Mtakatifu akasema, nitengeeni Barnaba na Sauli kwa kazi ile niliyowaitia. Mstari wa 3. Ndipo wakisha kufunga na kuomba, wakimaliza program ya kufunga na kuomba, wakaweka mikono yao juu yao, wakawaacha waende zao. Pigia Yesu makofi. Haleluya. Amen. Sikiliza. Hatima ya huduma ya Sauli na Barnaba ilikuwa mikononi mwa hao manabii na walimu. Unielewe?